Mpenda mwanamke mwambie acheni kupiga nyeto na majina ya wanawake. Kwanza angalia huyu mwanamke ana mumewe au ndo Freeland. Wewe umekwenda kupiga nyeto na mke wa mtu. Tena to make the matter worse is jirani yako mlango wa pili hapo unasikika. Ni Halima Kibinu, Halima Kibinu, Halima Kibinu. Waja mna vituko. Sikizeni historia ya umshikaji. Umshikaji bwana anaitwa Shabani. Huyu Shabani anaishi mitaani tu huko ya Kiswahili. Sasa huyu ni mgeni yenyewe kwanza. Kaja tu kutafuta chumba, ndo anakama mwezi pale. Sasa kwenye hiyo nyumba, mama mwenye nyumba anaitwa Aisha Kibinu. Huyu Aisha Kibinu mume wake ni baharia. Sasa kuna muda pale nyumbani huwa hayuko mwenyewe, yuko masafari. Sasa ni mwanamke ambaye ana familia yake pale na ana watoto wake. Ila huyu paka jina linakuja la Aisha Kibinu, basi Aisha Kibinu kweli. Sasa huyo mshikaji alikuja pale mwanzo ni bachela, yule mpangaji. Hana mke yeye. Sasa kila akimuona yule mama mwenye nyumba yake Aisha Kibinu ni kama anasisimkwa. Pale mwanzo mpaka anakuja kuingia kwenye ile nyumba alijua Aisha Kibinu hana mume. Kwa sababu Aisha Kibinu kila siku yuko peke yake na watoto. So kwenye akili zake akajua huyu mwanamke hana mume. Are we together? Jipicha linaanza hivi. Mshikaji tayari kasha ingia kwenye nyumba. Ndio anakaribia kuitafuta mwezi hapa. Umeona? Pale ndani ya nyumba maisha kama kawaida. Salamu alaykum, waalaikum salam. Vipi baba? Salama mama. Oh, kukaenda kukarudi. Lakini unaambua kila saa yani ule Aisha Kibinu akipita yuko hivi. Paka anataka kuanguka. Sasa huyu mama mwenye nyumba alimnotice huyu bwana, mbona nikipita kila sana niangalia mimi huku nyuma? Mbona nikifanya hivi kila sana niangalia? Sasa huyu mwanamke akawa anajiakifisha. So unajua tena kuna vitu fulani tu ukiona hivi kwa mwanao unajua umshenzi mimi ananitamani. Sasa Aisha Kibinu alikuwa tayari kashajua huyu mwanaume amemtamani, basi akawa anamkwepa. Sasa mshikaji akija pale akisalimia kisha ingia ndani chumbani, hakai sana. Nyumba zetu zenyewe za kupangisha za Kiswahili niyo kijikori dondo hicho cha kwenda chooni, cha kwenda jikoni, watu vyumbani. Milango iko kwa huku na kwa huku. Si mnaelewa nyinyi mlioishi maisha Kiswahili ndo hayo basi. Ila unaambiwa kishamuona wewe mama mwenye nyumba Aisha Kibinu amekaa hapo jikoni mwenyewe na vile viti vyetu. Si mwavijua vile viti vile va hivi. Akishakijaza hivyo waambiwa huyo mshikaji bwana Shabani atajifanya na suasua na kwenda hivi. Anarudi hivi. Mara anajifanya anakwenda hivi. Yaani haeleweki mambo yake. Paka yule mama sakawa anaogopa kupika pale jikoni. Manake ukiingia jiko ile hapa, choo ile hapa, marumu haya huko. Nadhani mmeelewa nyinyi mnaoishi kwenye nyumba za kupangisha maisha hayo. Sasa bwana huyu mama ikabidi aambie watoto wake, bwana huyu Shabani ni mgeni kweli. Lakini mbona hakuna vitabia kambe mimi sivielewi. Huyu mwanamume asija kaja kunishika siku moja ikawa kesi na mume wangu. Muda huo wote Shabani bwana ajui kama pale kwenye ile nyumba kuna mume. Si mume baharia hayuko. Sasa unaambiwa bwana akishatatarika vile, akishamuona Aisha Kibinu labda mwenyewe yuapika pale, labda mwenyewe ameinama yuafua, labda mwenyewe yuafanya vishughuli vyake, unaambiwa sasa ndani huko ni mrindimo. Ndani mwanangu anakwenda kuipiga show. Sasa kashasikika kama mara mbili. Mingurumo ya Aisha Kibinu, Aisha Kibinu, Aisha Kibinu nakupenda. Hiyo mirindimo ishasikika huko. Lakini yule mama akanashindwa, sasa mimi naanzaje kwa huyu kijana Shabani mbona ana makubwa? Akapanga kuwa ampe notice aondoke. Maana yule mwanamke pale ana watoto wake. Ana watoto wa kiume na wa kike. Sasa akamwambia bwana, the following day after kusikika anapiga Aisha Kibinu nakupenda, Aisha Kibinu nakupenda, Aisha Kibinu. Asubuhi akafuata akaambia bwana baba wewe bwana wewe unafanyaga nini usiku, mbona wewe una makelele huko ndani? Alafu huyu Aisha Kibinu ni Aisha Kibinu mimi mama mwenye nyumba ama kuna Aisha Kibinu mwingine? Nasikia akasema babu wewe ni Aisha Kibinu mwingine, sio wewe. Kwanza huwa hiyo milioni ya nini? Kwani wewe unafanya nini? Akaba mama so hivyo bwana mimi sijui naomba huku ndani, sijui nini na nini. Yule mama akamwambia lakini tafuta nyumba nyingine. Uhame, ikiwezekana mwezi utakaofuata usinilipe kalia deposit yako uondoke. Hakuambiwa kama ile nyumba kuna mume. Sasa bwana yule mshikaji akasema poa haina shida. Sasa huo mwezi ndio unakatika, sasa wanaofuata mwezi mwingine, yule baba akaja.
Shabani Madobe alikuwa hayuko pale kwenye ile nyumba. Sijui alikwenda wapi. Unaambiwa kama siku 3 siku 4 pale nyumbani alikuwa hayuko. Hata anakuja yule baba mwenye nyumba ameshakuja na kama siku 4. Umeona? Sasa kama kawaida yake, baba yuko ndani, mwenye baharia ndo ameshakuja nyumbani, mwenye anapumzika, hana heka heka. Ndio kwenye ile wiki ya kwanza ya al-musaffir kufika ndani ya nyumba. Sasa mwenyewe ni ma-indoors. Sasa huyu mwanamke mwenye amechora, amevaa vikuku, kajitia makeup, kapendeza mwenye na kinguo chake na kikanga chake mwenye amekifunga kile kikanga kile cha ushari. Mnaelewa vile vikanga vya ushari vile vya press. Ndani mwenye amemlia mumewe tight. Umeona? Mwenye na kijitopu mwenyewe na mtandio. Sasa unaambiwa mlango ule ulikuwa umefungwa. Watu hawako. Aisha Kibinu peke yake na mume wake. Sasa huo mlango ukawa unagongwa. Yule mke akatoka mbio na mtandio tu amejitupia kwenda kufungua mlango. Sasa huku ndani mwenyewe ana kitaiti na kile kijileso kile cha ushari kile chembamba, akatoka kwenda kumfungua. Kifanya hivi, Shabani ni wewe? Ulikuwa wapi? Karibu siku 3-4 hizi hatukuona. Kama bwana nilikuwa nilikuwa nimesafiri, lakini ndo nimeingia hivi. Basi atauagi. Ilikuwa ghafla juu kwa mwenyewe nimekuja kufuatwa na marafiki zangu ndo nimeondoka, kulikuwa kuna shughuli. Akaambia sawa. Aisha Kibinu mwenyewe si yuko mbele mwenyewe. Shabani Madobe yuko huko nyuma tu, nakwambia Aisha Kibinu akaingia zake ndani. Shabani naye kufungua mlango pale yajifanya ufunguo kambe, yani sio ndio, haelewi tundu haelewi hao ile tundu pia kulegeza vizuri. Unaambia mwanangu pale yajinyatia, yani mara yatakuvua viatu, kambe yashika belti, kambe sijui yatoa nini, yani haeleweki. Aisha Kibinu akaingia zake ndani, mshikaji akaachwa pale nje mwenyewe na kijimlango chake ngangana, akaingia zake ndani. Kumbe mwanzangu ule muda aliomuona Aisha Kibinu na kile kitaiti na kile kileso chembamba, kambe unaambia alisisimukwa. Marohani jini mahaba kaja juu kuingia kule ndani bwana. Hata hakukaa sana. Yuasikika sana. Aisha Kibinu nakupenda. Mama mwenye nyumba nakupenda. Aisha Kibinu nielewe. Aisha Kibinu. Sasa bwana akasikia. Bwana akashtuka huko ndani. Akamuta mke wake, Huyu mpangaji mlompangisha kwenye hicho chumba ni vipi? Mbona huko ndani yuaita jina lako? Tena paka ameita mama mwenye nyumba. Vipi? Yule mume akukubali bwana, anasikia katoka na bonge moja la mjora. Kapiga mlango pa. We Shabani akatoka. Sasa Shabani yashangaa, hii nyumba mbona huwa kunaga mwanaume? Leo imekuaje naja kuitwa Shabani mimi na mwanamume? Aisha Kibinu mwenyewe yuko nyuma ya mume wake. Yule baba mwenye nyumba akamza, "We Shabani, wewe ndo mpakaji mpya uliokuja kwenye hii nyumba?" "Ndio." "Wewe ndo Shabani?" "Bwana, si tumekusikia huko ndani unapiga miteremko ya kuwa Aisha Kibinu mama mwenye nyumba anakupenda. Aisha Kibinu nielewe. Aisha Kibinu. Sasa mlio wako mbona ulianza vizuri alafu mwisho ukapotea huku katikati, ulikuwa unafanya nini?" Hakuna bwana, sijui nilikuwa kwenye maombezi, nilikuwa pia namuombea mama mwenye nyumba. Sijui akaambia mama sikiza. Baba sikiza, usinifanye mimi ni mkumbavu. Aisha mke wangu, ingia ndani, hebu mdili nao. Aisha tulia mme wangu, msifanye mambo marefu. Washikaji pale ndio kuanza kushikana mwanangu. Ngumi za nani? Utakulaje nyeto na jina la mke wangu? Na kuuliza wewe unaona wake wengine? Basi pigana na nani hapa? Pigana na nani? Anaambiwa lipa, umepiga nyeto na mke wangu. Majina uliotumia kwanza siku ngapi umekula nyeto na jina la mke wangu? Itabidi ulilipe. Watu paka kwa chifu. Kufika kwa chifu huko, chifu nasikia yauliza ilikuwaje, watu pale wakahadisia. Chifu akamwambia lakini mbona sio makosa? Mambo yaliokuwa kwenye akili na fikra na vitendo ni tofauti. Alifanya kufanya, alikushika kukushika, alikutongoza kukutongoza. Ni mwenyewe tu alifantasy akapiga Aisha Kibinu nakupenda. Aisha Kibinu. Hiyo mbona haina kesi? Chifu akamwambia lakini kuna heshima na mipaka. Wewe mshikaji, mafikira yako, mawazo yako yawe pia yana heshima. Wewe ulikuwa huna redio ukawasha mpaka watu wakusikie. Ila uchifu naye nimempenda. Mume sasa anaitaka haki ya kuwa bwana umshikaji alipe majina lote. Yani alipe ile namba za lokwa kila naso yetu. Ila wanaume salute.